Umaarufu siku zote huwa unakuja na mambo mengi sana, vishawishi, changamoto na mafanikio kwenye vitu ambavyo zamani kwako vilikuwa vigumu kufanikisha. Umaarufu hufanya mtu huchelewa au hata kutogundua kabisa yupi sahihi na yupi si sahihi. Leo nataka kujaribu kuwaonyesha watu fulani wapi sahihi kwao, na kama sivyo basi naamini kuwa wanahitaji kurekebisha vitu kadhaa ili kuifikia safari ndefu inayoitwa mapenzi. Ni kuombe mchango wako ambao imani yangu inaamini kuwa ni mkubwa kuliko kunipa pesa ama nguo tunapokutana barabarani. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele kuikuza chaneli hii na kuwa sehemu ya safari hii kwa simulizi zaidi. Jina kamili ni Rajabu Abdul Kahar. Umaarufu anaupata kwa jina la Harmonize, Konde Boy na majina mengi yanayoashiria umahiri wake kwenye kutengeneza muziki. Muziki ni hisia ya ndani ambayo hutolewa nje kwa mtindo wa utunzi wa mashairi. Mara zote muziki hupokewa na watu kutokana na ujumbe ambao umebebwa, na wasanii wengi hutengeneza muziki kutokana na hisia zao za kimapenzi, kimaisha na mafanikio. Hapa kwenye mapenzi ndo sehemu ambayo nimechagua kuizungumzia zaidi, hasa kwa huyu bwana Harmonize Bombo Clat. Baada ya kuanza safari yake ya kimuziki na nyimbo kama Ayola na bado chini ya lebo maarufu Africa WCB, Harmonize akaanza kuwa kipenzi cha mabinti. Kama ilivyo kawaida kwa watu wengi maarufu, wanawake ndo huwa kilevi chao kikubwa sana. Konde Boy akaanzisha uhusiano na mrembo Jacqueline Wolper, mahusiano ambayo yalidumu kwa muda fulani, kukiwa na matukio mengi sana ya usaliti. Matukio ambayo yakapelekea Harmonize kuwa na mfululizo wa nyimbo za kuumizwa na kujifariji. Huyu ni miongoni mwa wasanii ambao wakipenda hawajuagi kujificha kabisa. Wataonyesha hisia zao kwa njia tofauti tofauti, lakini hasa kupitia muziki wao, na hilo linathibitika baada ya kuachia kazi nyingi za kimuziki. Mfano alipoachia remix ya wimbo wa Kiuchila akiwa sambamba na aliyekuwa mkewe raia wa Italy Bibi Sala Nicolette. Uhusiano huu ulizua gumzo sana mitandaoni, hasa kwa picha zao walizokuwa wakipiga pamoja na mitoko yao waliokuwa wakifanya pamoja, kama ule wa kuhudhuria mechi kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Sara alikuwa mrembo sana mpaka Harmonize akaamua kufunga naye ndoa. Safari za chitoholi zikawa nyingi, kila mtu akaamini kuwa Harmonize amempata wa maisha yake. Licha ya kuwa na uvumi mwingi kuhusu Sara kuwa na mahusiano na Masai Zanzibar, lakini bado haikutosha kuvunja mahusiano yao kabisa. Siku zikapita, ndoa ikafana, furaha ikazidi kiwango, wenye chuki wakainama, vichwa vyao vikiamini kwamba kwa sasa Harmonize amempata wa milele, kamwe hawezi kuachana naye. Ukitengeneza juisi nzuri kuliko zote duniani, alafu ukasema kuwa katika utengenezaji wako ulichanganya na kinyesi kama punje ya mchanga, basi jua kila aliyewahi kunywa atatapika na hawataikwepa. Hilo ndilo limetokea kwa Harmonize baada ya kuthibitisha kuwa amezaa na mwanamke tofauti na mkewe, mtoto wa kike ambaye anafahamika kwa jina la Zuu. Uhusiano ukaingia dosari na baadaye kuvunjika, na Harmonize akazungumzia tukio hilo kwa kuwasilisha msamaha wake kwa Sara kupitia wimbo wake unaopatikana kwenye moja ya album inayofahamika kwa jina la High School, kupitia nyimbo ya ufunguzi inayoitwa Sorry. Na Sara, kwa kuonyesha kuwa ameusikia wimbo huo, akajibu kwa ujumbe mfupi mtandaoni. Harmonize akaingia kwenye mahusiano na Frida Kajala Masanja. Nilipoanza hii video nilikwambia nina mpango wa kuonyesha imani kwa watu fulani, na mtu mwenyewe ni huyu. Nani mpenzi wa tasnia ya sanaa Tanzania asiyefahamu nguvu na ushawishi mkubwa wa mahusiano kati ya Harmonize na Kajala? Katika mahusiano ya Harmonize na watu maarufu wengine, unadhani nani anaendana naye sana kuliko Kajala? Frida Kajala Masanja ni mwanamke aliyepitia mengi sana kwenye mahusiano na maisha yake kwa ujumla, kutokea kuwa mama wa watoto wa producer mkongwe nguli P Funk Majani na changamoto za kukaa jela mpaka kuja kuwa kipenzi cha Harmonize. Ni safari ndefu sana. Kajala ni mama mzazi wa binti maarufu anayefahamika kwa jina la Paula, ambaye kwa sasa
ni mzazi mwenza wa msanii maarufu anaitwa Mario. Kajala ni mkubwa kwa Harmonize na ni mkubwa kiumri kwa takriban miaka 11 zaidi. Uhusiano wao ulianza rasmi mwaka 2020 mara baada ya Harmonize kuachana na aliyekuwa mkewe raia wa Italy, Sara. Uhusiano ukaja na nyimbo nyingi sana kubwa kama Mtaje, ambayo Harmonize alidhihirisha kuwa mapenzi yake kwa Kajala ni dukuduku la muda mrefu sana. Jahazi likayumba mwaka uliofuata baada ya kuanza tetesi kuwa Harmonize amekuwa akimtumia picha za utupu binti wa Kajala anayefahamika kwa jina la Paula. Wakutania wakatania, wakuhurumia wakahurumia. Maana yote hayo hayakuweza kuficha fedheha, hasa pale picha hizo zilipokuwa zikisambaa zaidi mitandaoni. Kajala akamblock Harmonize kila sehemu, lakini baada ya muda mambo yakabadilika, hasa baada ya miezi 4 pekee ambayo Harmonize alitumia kuwa na mahusiano na mrembo kutoka Australia, Brianna. Baada ya kuachana na Brianna, Harmonize akatangaza kupambania upya penzi la Kajala. Kampeni ikaja na mabango makubwa mjini, sio kwa maua rozi tu, akafikia kununua Range Rover 2 ambazo akazilipia namba maalum za jina la Kajala. Hakuishia hapo, akaendelea kwa kuchora tattoo ya picha ya Kajala mguuni na kumpa wadhifa wa CEO kwenye lebo ya Konde Gang, akiwa pia meneja binafsi. Juhudi zote alizofanya ni kuhakikisha anarudiana na Kajala, na ukweli ni kwamba alifanikiwa katika hilo. Mwaka 2022 penzi likawa na nguvu zaidi na kufikia Harmonize kumvisha pete Kajala. Wakatokea kwenye hafla nyingi pamoja na hata mazoezini wakawa wanafanya pamoja. Shetani haishiwi mbinu. Mwaka huo huo mwishoni mapya yakaibuka mpaka kupelekea kugombania magari ambayo mwanzoni Kajala aligoma kuyarejesha. Wakafuta picha mitandaoni na kila mmoja akamwanfollow mwenzie. Disemba 9, 2022 Kajala akatangaza rasmi kuachana na Harmonize. Tetesi zikaibuka kuwa Kajala yupo kwenye mahusiano na mwanasiasa kutoka Kenya. Harmonize ikawa nafsi iliyokosa utulivu, ikionyesha kujiparaha sehemu tofauti tofauti, na hata baadaye zikaja tetesi za mahusiano na Feza Kesi. Tukaishia kushuhudia video ya wimbo wa wote. Tetesi zikaja kuwa yupo kwenye mahusiano na Abigail Chams, lakini pia tukaishia kuona wimbo ambao unafanya vizuri kimataifa wa Abi Chams. Huu uhusiano wa Harmonize na Kajala una changamoto nyingi sana, lakini ni moja kati ya mahusiano ambayo akiwa pamoja dalili zinaonekana za kufa na kuzikana, hasa ukichambua hisia za wimbo kama Nitaubeba na Furaha zenye uashiria kuwa bado kuna chembe za kuwa na mahusiano ya kudumu. Na ndiyo maana sishangai kabisa kuibuka kwa tetesi kuwa wamerudiana, hasa baada ya Harmonize kuonekana kwenye sherehe ya mtoto wa Mario ambaye amezaa na mtoto wa Kajala. Kukawa na video zikionyesha ukaribu wa Harmonize na Kajala kwenye sherehe hizo. Ujio wa wimbo wa Harmonize aliyomshirikisha Rude Boy wa P-Square ambao unafahamika kwa jina la Best Couple ni ishara tosha kuwa kuna asilimia kubwa za kurudiana. Ni ukweli usiopingika kuwa binadamu hakamiliki, ila pia ni ukweli kuwa hakuna chapisho la jina lako kwa yule ambaye ameumbwa kutokana na ubavu wako. Usihangaike kutafuta mkamilifu kwa ajili ya kuyapamba maisha yako, bali kesha kuomba yule aliyeumbwa kutokana na ubavu wako. Mkigombana mtapatana, kwenye kila umbali mtatafutana, kwa kila hali mtapambana, kwenye mali ama dhofu ahadi kwa hakika mtavumilia. Binafsi sitafsiri nafsi mwenza kwa kuhesabu miaka waliodumu kwenye mahusiano, bali kwa yale yote makubwa na madogo ambayo tunayapitia, nguvu tunayokuwa nayo wakati wa kupambana, muda ambao kila kitu kimeonyesha ishara kuwa mapenzi yamekwisha, lakini moyo bado una hisia. Best Couple inaweza kuwa nyimbo kama nyimbo nyingine, lakini naamini kwao wataisikiliza kwa darasa la kujikumbusha safari yao kuanzia mwanzo mpaka walipofikia, kisha kuamua safari yao kuanzia sasa mpaka wanapoelekea. Dunia ya sasa ni rahisi kugombana na kila mmoja kuendelea na mambo yake, ila kupatana kiasi cha kuachana na kurudiana mara kwa mara, hasa kwa makosa yaliyopelekea kudhalilishana, ni kitu kigumu sana. Natamani walione hilo na wasilichukulie poa kabisa. Ni subscribe tujadili Best Couples.